Nadhani tukisoma sote ilani ya mwaka 2025 hadi 2030 katika sura 3.1.55 ibara 78 tutaona tuna takriban miradi 14 ambayo imeorodheshwa katika sekta ya bandari. Na miradi hii ukisoma kwa haraka unaweza kushangaa baada ya kukamilika kwake Zanzibar itakuwa Zanzibar namna gani. Napenda leo kama wataalamu wa shirika la bandari kuweza kutoa wasiwasi kwa idadi ya miradi ambayo imewekwa pale ndani ya ilani. Tuna uwezo kuvuka zaidi ya pale chini ya muda ambao tumewekewa kutokana na mabadiliko makubwa yaliyotokea ama sector reform iliyotokea katika shirika la bandari chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi na awamu ya 8 ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwanza, mradi wa ujenzi wa bandari ya Mwanga Pwani hivi sasa tunapoendelea kuzungumza tayari tuna wakandarasi ambao wameshalipwa advance payment. Tunakumbuka kwenye mwaka 2020 hadi 2022 kulikuwa kuna vuguvugu la kusema baadaye serikali itakuwa na uwezo wa kujenga bandari ile ama tutafuta wawekezaji wa nje. Nadhani baada ya kukaa na mashauriano serikali tunaikuta ndani ya muda mfupi imekuwa na uwezo mwenyewe wa kuweza kujenga bandari ya Mwanga Pwani, na hivi sasa tunapoongea zaidi ya 20% ya malipo ya awali ya mkandarasi imeshafanyika. Mkandarasi hivi sasa natamani tupate fursa kwenda pamoja Mwanga Pwani, ameshaanza kujenga kambi yake pale, ameshaanza kufanya geotechnical studies kwa ajili ya kuanza rasmi, na hadi eneo la bandari limeshasafishwa kwa ajili ya kuanza ujenzi rasmi wa bandari ya Mwanga Pwani. Bali na hivyo, ndani ya mradi wa Mwanga Pwani tulitakiwa kujenga miundombinu ya kushusha na kupakia mafuta na gesi. Ndani ya mwaka 2024 tuliingia mkataba na kampuni moja kubwa sana ya Zanzibar na ya uwekezaji wa ndani, ambalo swali ambalo mara nyingi tuliona wawekezaji wa ndani wakiulizia kwa nini tunaona fursa za uwekezaji baina ya sekta ya bandari pamoja na sekta ya serikali zinaanza katika uwekezaji wa nje. Serikali ilipokea ile na kutoa fursa hii kwa wawekezaji wote wa nje pamoja na ndani, tukafanikiwa kupata mwekezaji wa ndani mwenye uwezo huo, na ni kampuni ya United Group ama kampuni ambayo inamilikiwa na Azam Group of Companies ama kwa maarufu Bakhresa, naye tunajenga miundombinu ya kushushia mafuta na gesi ijulikanayo kama ni CDM. Mradi huu unategemewa ndani ya Disemba, yani tunapoanza tu kutekeleza ilani by Disemba tutakuwa tayari tumeweza kufunga miundombinu ya kushushia na kupakia mafuta na kuanza testing ya kushushia miundombinu. Hivi sasa hivi miundombinu yetu ya kushushia na kupakia mafuta Zanzibar iko limited, hauwezi kushusha zaidi ya tani 2000 hadi 4000 kwa kila meli ambayo inakuja. Bandari hii ya Mwanga Pwani itatuwezesha kushusha hadi na kuhudumia meli za kutoka tani 50,000 hadi tani 150,000. Yani tanka yoyote kubwa unayofahamu duniani itaweza kufunga gati katika bandari ya Mwanga Pwani na kushusha mafuta na gesi. Na sio mafuta tu, bali miundombinu ile sasa mwanzo awali ilani ilisema ishushe mafuta, itakuwa inashusha mafuta, itakuwa inashusha gesi, lakini wakati huo itakuwa na uwezo wa kushushia pia mafuta ya kula. Kwa tutaona mabadiliko na punguzo kubwa sana la gharama ya uletaji mafuta Zanzibar. Na kama tunavyoelewa nishati ya mafuta ina athari kubwa katika uchumi, sababu ndio gharama za usafiri, gharama za matrekta kama unaendesha kilimo, gharama za usafiri kwenda nje ya nchi pia vyombo vya bahari, lakini pia usafiri wa ndani pamoja na kuhamisha bidhaa kwenda sehemu moja na nyingine. Na kama tunavyoelewa idadi kubwa ya uchumi wetu tunategemea pia uchumi wa blue ambao wananchi wanaenda kutumia katika uvuvi. Kwa hiyo punguzo hili la uletaji wa gharama za mafuta Zanzibar itawezesha uchumi wetu kukua zaidi ya pale tunapokwenda, na itapunguza hata gharama za utekelezaji miradi ya maendeleo. Kama tunavyoona kandarasi wanatumia mafuta mengi katika kujenga barabara na mengine. Bali na hapo, hivi sasa hivi tayari tuko kama hatua nzuri zaidi kama shirika kwa ajili ya kuanza ujenzi wa chelezo cha Mwanga Pwani, na chelezo hichi hakitakuwa chelezo tu. Mwanzo mradi ule ulikuwa ni chelezo, bali sasa hivi tunaondoka kutoka kwenye chelezo, tutaenda kujenga chelezo pamoja na shipyard ama kituo cha kujengea meli. Bali na hapo, kituo kile pia kitakuwa na miundombinu ya kutoa huduma za baharini, yani marine service base, ambao ndani yake kutakuwa kuna baji ama matishali, tutakuwa na piling machines pamoja na madredger makubwa. Na hii inakuja baada ya kuingia makubaliano baada ya PPP, ambayo tumeona jinsi gani kama Zanzibar ama sekta ya bandari tumefaidika na mashirikiano hayo ya PPP na sekta binafsi. Hivi sasa hivi badala kujenga chelezo tutakuwa tuna chelezo cha zaidi ya mita 180 yenye uwezo wa kuchukua meli zote ambazo zimesajiliwa chini ya Zanzibar
pamoja sio na Tanzania bara na meli za kimataifa, tutakuwa tuna uwezo kama Zanzibar wa kujenga meli zetu wenyewe bila kutegemea meli kutoka India ama kutengeneza kutoka China. Lakini wakati huo pia tutakuwa na marine service base ambayo kupitia miradi ya baharini inaendelea, ujenzi wa bandari, utanuzi wa bandari, ufukiaji, huduma hii yote sasa hivi itaweza badala kwenda Tanga ama Mombasa kama ilivyozoeleka awali, huduma hii tutaweza kuitoa sisi Zanzibar. Ina maana kwa wale vituo ambao kama nchi jirani ambazo zinaendelea na harakati za kutafuta mafuta au uchimbaji wa mafuta, gesi, ina maana sisi kama Zanzibar tutaweza kuwa na kituo maalum kuweza kuwapatia huduma kwa ajili ya vyombo vao ama miundombinu mbalimbali kuifanyia maintenance hapa ndani ya eneo letu kama Kapani.